Ndugu wafanyakazi wa TANESCO na wanachama wa TANESCO Mbeya SACCOS, ninaitwa Mhandisi Flavianus, mwenyekiti wa bodi TANESCO Mbeya SACCOS. Nipende kuchukua nafasi hii kuwapongeza kwa kufika mwisho wa mwaka. Nilete pia kwenu salamu za mwaka mpya na salamu za chama TANESCO Mbeya SACCOS na salamu za bodi kwa niaba ya bodi ya TANESCO Mbeya SACCOS. Nimeona vyema kuleta salamu hizi kwa lengo la kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka 2025 na tunauendea mwaka mpya wa 2026. Tunapotafakari mwaka 2025, hatuna budi kutafakari mafanikio ambayo tumeyapata ndani ya chama chetu cha TANESCO Mbeya SACCOS. Ikumbukwe ya kwamba kuna malengo tuliyojiwekea ambayo yalikuwa kwenye mipango mikakati ya bodi. Kwa kipekee niseme tumefanikisha yote kwa 100%. Kama imebaki ni kidogo sana ambayo tunaweza tukasema tumefanikiwa, au kwa sababu tumebakiza na siku chache ambazo mwaka haujakamilika, lakini niseme tumefanikisha yale yote tuliyojiwekea. Tukianza na wanachama, tumekuwa tukiendelea kuhamasisha wanachama ambao ni wafanyakazi wa TANESCO kujiunga na chama chetu, na ninashukuru sana kupitia kwa viongozi wetu wa matawi ambayo yapo nchi nzima, tumeweza kuongeza wanachama 525, na hii imeenda zaidi ya malengo tuliyokuwa tumejiwekea. Tulijiwekea kukusanya wanachama 300, lakini tumefaulu kuzidi hapo, tukapata wanachama 525. Hii inamaanisha kwamba wafanyakazi wa TANESCO wameendelea kukielewa chama na kuelewa ufanisi wa shughuli za chama chetu TANESCO Mbeya SACCOS. Lakini pia kupitia wale ambao ni wanachama na wanufaika wanaendelea kukitangaza vizuri chama chetu, ndio maana tunaendelea kupata wanachama wengi kiasi hiki. Lakini pia kwa kuongeza wanachama hawa tumefanikiwa kuongeza matawi. Tulikuwa katika matawi mbalimbali ya nchi nzima, lakini tumefaulu kuongeza matawi takriban 4 katika nchi nzima. Kupitia kuongezeka kwa wanachama hao, pia mapato ya chama yameendelea kuongezeka. Ikumbukwe kwa mwaka jana, mwaka 2024, tulikuwa na makusanyo ya mapato ya milioni 890.15, lakini kwa mwaka huu tunaoenda kumaliza mpaka mwezi Novemba tulikuwa na mapato ya bilioni 1.56. Hii ni ongezeko kubwa linalohamasisha ukuaji na kuonyesha ukuaji wa chama chetu sawa na ukuaji na ongezeko la 15.57. Lakini pia tumeendelea kutoa huduma zetu kama tulivyojiwekea desturi na culture yetu, kwamba sisi tutaendelea kutoa huduma kwa uhakika na kwa wakati. Ili tumeendelea kutoa huduma zetu kwa wakati na pia kwa kutumia mtaji wetu kama chama. Niwaambie ndugu wanachama, chama chetu kinajiendesha pasipo kutegemea mikopo ya nje. Maana yake ukwasi wetu wa ndani umeendelea kujitosheleza. Kwa mwaka 2025 tumekuwa katika nafasi ya ukuaji mzuri. Baada ya kupitia mchakato wa kuvipima vyama vyote vya ushirika vya akiba na mikopo, tumekuwa katika nafasi ya 20 kati ya vyama 446 nchi nzima vinavyotoa huduma za akiba na mikopo. Hii imeonyesha ukuaji ulio mkubwa, na hii inatokana na nini? Inatokana na jitihada zilizopo kwa wanachama kuendelea kukiamini chama na uongozi wa chama na kuendelea kukitangaza chama hiki nje na ndani ya TANESCO. Ndiyo imetufanya
chama chetu kishike nafasi ya 20 kati ya vyama 446 nchi nzima. Ninaomba ndugu wanachama, kila mmoja aende kifua mbele. Matarajio yetu ya baadaye ni kuona chama chetu sasa tunaenda kwenye 10 bora. Tunaendaje? Tunaenda kwa kuongeza wanachama, kwa kuongeza huduma zetu na shughuli zetu, na kuendelea kuhamasishana ili tunufaike wote kwa pamoja. Lakini pia zaidi ya yote ni kuwa na uongozi bora ulio madhubuti, ulio na hari na vision kwa ajili ya kutufanya chama hiki kifike mahali tunapotakiwa kuwepo, lengo lipate kutimia. Nini matarajio yetu? Kama tulivyoweza kufanikiwa katika haya na kuendesha shughuli zetu, lakini pia tuna matarajio. Ikumbukwe kwamba katika mpango kazi wa mwaka huu tulikuwa tuna ajenda ya kuhamisha huduma zetu za kiofisi kwenye jengo letu la chama. Mpaka mwezi wa 3 mwaka huu tuliweza kuhamishia huduma zetu kwenye jengo letu, kama ambavyo mmekuwa mpata taarifa mbalimbali kupitia kwenye vikao vyetu vya ndani na vikao vyetu vya matawi. Lakini kwa matarajio ya mwaka huu tunatarajia mpaka mwezi Machi mwaka huu wa 2026 tunatarajia kukamilisha shughuli zote za ujenzi ili chama kiendelee sasa kunufaika na mawekezo na shughuli za chama, na yale tuliyokusudia yawe ni vitega uchumi kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi wa chama na kwa manufaa ya wanachama. Kwa hiyo mpaka mwezi Machi tutakuwa tumekamilisha zoezi la ujenzi ili shughuli zote ziende kama zilivyokuwa zimepangwa. Lakini pia tunatarajia kwa mwaka 2026 kuanzisha mkopo wa kilimo. Hii ni kumfanya mwanachama ambaye ana mlango mmoja wa kujikwamua kiuchumi kuongeza mlango mwingine. Tumenajua asilimia kubwa ya uchumi wa Watanzania uko kwenye kilimo. Nasi tunajua kama wafanyakazi wa TANESCO na wanufaika wa chama cha TANESCO Mbeya SACCOS tuna wajibu pia wa kuongeza wigo wa kipato chetu. Kwa hiyo kuanzisha huu mkopo wa kilimo unamlenga mwanachama hamasike au yule ambaye anaendelea aone mahali pa kuendelea kukuza biashara yake na hata shughuli zake. Hii inamlenga yule mwanachama ambaye labda ni mfugaji, anafuga ng'ombe wa maziwa, anafuga ng'ombe wa nyama, anafuga mbuzi, kuku, mfugaji kwa namna moja ama nyingine. Wengine ni samaki. Lakini pia kuna wale ambao ni wakulima kabisa, kwa sababu analima mazao ya biashara. Lakini kuna wale ambao pia wanaongeza thamani kwenye mazao, wana mashine zao za kuchakata na kuprocess mazao ya kilimo. Wote hawa tumewaweka kwenye fungu hili wapate kunufaika na huu mkopo na hii bidhaa ya mkopo wa kilimo. Lakini pia kuongeza wanachama ndio malengo yetu. Tunaendelea pia kuongeza hamasa na kuongeza tija kwa kuhamasisha wanachama wa wafanyakazi wote ambao hajajiunga na chama chetu waone ya kwamba TANESCO Mbeya SACCOS ndio mahali sahihi, ni mahali sahihi pa kujiunga na kuendelea kujiwekea akiba zao ili ziwafae kwa maisha ya baadaye, lakini na kunufaika na huduma nyingine. Jambo lingine ambalo ni matarajio ya bodi ni kuendelea kutoa elimu kwa wanachama wetu wote walioko nchi nzima kwenye namna na umuhimu wa kuongeza hisa, hususan hisa za lazima. Ikumbukwe ya kwamba matarajio yetu ni mwaka huu 2026 hisa za lazima zimeongezeka kutoka shilingi 500,000 kwenda mpaka milioni 1. Na kwa kutumia nafasi hii au kutumia nafasi ya vikao vyetu kwenye matawi, tutaendelea kutoa elimu ili kumfanya mwanachama asione kama anashurutishwa au analazimika, ili aone ya kwamba ni wajibu wa mwanachama kukijenga chama chake. Hapa katikati kulitokea sintofahamu kwa baadhi ya wachache ambao walikuwa na maswali yao, wakiona kwamba ongezeko la shilingi 500,000 kutoka 500,000 ya awali hisa za lazima
kwenda milioni 1 ni kama shuruti. Naomba nitumie nafasi hii kuambia wanachama wetu wote walioko nchi nzima ya kwamba bodi haina sababu ya kumfanya mwanachama aone fedheha kwa chama chake. Yeye ndiye mmiliki wa chama, yeye ndiye mwenye chama, na chochote tunachokianzisha au tunachokiweka kwenye utekelezaji, kama kwa kushauriwa au kwa kuona inatakiwa ifanyike hivyo, lazima turudi kwa wanachama, tuwaelimishe umuhimu wa hicho tunachotaka kukianzisha kupitia maoni yao wanayotoa, na sisi tunaboresha, na lengo ni kuhakikisha chama chetu kinaendelea kuimarika na kuendelea kukua kama tulivyojiwekea. Na zaidi ya hayo, ninaendelea kusema chama chetu kiko salama, chama chetu kinaendelea kukua, na tunaendelea kuwahudumia wanachama wetu, na watendaji wetu wana hali nzuri, wako motivated. Lengo ni kuendelea kukifanya chama chetu kiendelee kusonga mbele.